Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Ndugu zangu, ningependa leo kufundisha juu ya mwanadamu wa kwanza, Adam na Hawa, kufukuzwa katika bustani ya Eden. Kisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 3, tunakuta Hawa alidanganywa na shetani na kula lile tunda ambalo Mungu aliwakataza kula, ule mti wenye matunda ya ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hiyo Hawa alikula, akampatia mumewe, naye akala. Ndugu zangu, tunaambiwa kwamba huyu Hawa na Adam walipokula mti wenye matunda ya ujuzi wa mema na mabaya, walifumbuliwa macho yao, wakaona ya kwamba wako uchi. Tusome Mwanzo 3:7. Wakafunguliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Hapo mwanzo, kwa nini hawakujiona ya kuwa wako uchi? Ni kwa sababu nuru ya Mungu ilikuwa ndani yao, ikiangaza katika mioyo yao. Iliondoka. Ndugu zangu, uchi unaozungumziwa hapa ni ile hali inayozungumziwa katika Mwanzo 1:2, ambayo inasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Kwa huo utupu ndio uchi waliouona Adam na Hawa baada ya kula
matunda la ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hiyo Adamu alivyoumbwa, Mungu alimketisha katika nuru. Alikuwa anajua mema tu. Lakini tunaona baada ya kula mti wa mema na mabaya waliokatazwa na Mungu, lile giza lilifunguka, nao wakafahamu na mabaya. Kwa hiyo matendo mabaya lile giza, hapo ndipo lilipoingia katika maisha ya wanadamu wote kupitia baba yetu Adam na Hawa. Ndugu zangu, hakuna mwanadamu anayeweza kufanya mazuri bila kufanya mabaya. Ndio maana tumaini letu pekee ni ile nuru ya Mungu, kuing'ang'ania na kuitumainia ile nuru ya Kristo katika maisha yetu, ambayo hiyo nuru tunapata kuiishi kwa sehemu, lakini ukamilifu wake tutaupata tutakapoingia patakatifu pa Mungu baada ya mwisho wa maisha haya, kwenye mbingu mpya. Ile nuru ya Mungu itakuwa timilifu, lakini kwa sasa tunaiishi ile nuru kwa sehemu. Kwa ndugu zangu, tuzidi kuing'ang'ania nuru ya Mungu na kumtumainia huyo Mungu, kwa sababu yeye anatupa neema ya kuishi na ile nuru yake kwa sehemu na katika utimilifu katika siku ya Bwana tutakapokwenda kuishi na yeye. Tutaiishi kwa uhalisia nuru timilifu ambayo baba yetu Adam alipoteza kwenye bustani ya Edeni. Ndugu zangu, niwatie moyo, tumtazamie Mungu katika jambo hilo, wala tusitumainie matendo yetu, bali Mungu awe ndio tumaini pekee katika mioyo yetu. Bwana Mungu awatangulie. Asanteni sana.